Leo tarehe 18 Februari 2026 nimefika hapa kituo cha Ukombozi kusini mwa Afrika kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanafanyika ama yanapatikana katika kituo hiki. Sasa muhimu ambalo nimelibaini, ukifika hapa unajifunza ni namna gani nchi ya Tanzania ilitoa mchango katika kufanikisha harakati za ukombozi katika nchi zilizopo kusini mwa Afrika. Mataifa tunayozungumzia yaliyopo kusini mwa Afrika ambayo kwa namna moja ama kwa namna kubwa zaidi yalifaidika na Tanzania katika kujikomboa. Tunazungumzia mataifa kama Angola, Namibia, Msumbiji na Afrika Kusini, ukiacha mengine mengi. Sasa ukifika hapa, kitu cha kwanza unakutana na mambo kadhaa. Kwanza unakutana na viongozi ambao walishiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha harakati hizi za ukombozi kusini mwa Afrika. Kundi hili la viongozi kama ambavyo mnaweza mkaona hapa, tuna picha hapa ya Samora Machel ambaye alikuwa ni kiongozi wa Msumbiji, lakini pia tunaye Seretse-Khama wa Botswana na mwenyeji wetu Julius Nyerere hapa ambaye ndo alikuwa mwenyeji wa hawa viongozi wote ambao walikuwa wamehifadhiwa Tanzania kwa ajili ya kufanikisha uhuru wa mataifa yao. Sasa hilo ni kundi la kwanza la kitu ambacho utakutana nacho hapa. Jambo la pili ambalo unakutana nalo ukifika kituoni hapa ni kundi la wapiganaji, vijana ambao walikuwa wamejitolea kwa ajili ya kupata mafunzo, hatimaye kupewa silaha kwa ajili ya kwenda kukomboa mataifa yao. Vijana hao wote wa kike kwa wa kiume walijitokeza kwa wingi sana kutoka katika hayo mataifa yaliyopo kusini mwa Afrika kama nilivyosema hapo mwanzo: Msumbiji, Angola, Namibia, Afrika Kusini na mengineyo. Walikuja hapa nchini Tanzania, wakapewa mafunzo, wakapewa silaha kutoka katika nchi na mataifa rafiki ambayo yalikuwa yako tayari kutoa msaada katika harakati hizi na hatimaye kurudi katika uwanja wa mapambano kukomboa nchi hizo. La tatu ambalo unakutana nalo hapa ni kundi la vijana ambao wote kwa pamoja, wa kike kwa wa kiume kama nilivyosema, kina mama na kina baba, wazee kwa watoto, ambao walikimbia mataifa yao na kuja kuhifadhiwa hapa Tanzania kipindi ambacho mataifa yao yalikuwa hayawezi kukalika kulingana ama kutokana na vurugu au mapigano yaliyokuwa katika nchi zao. Sasa swali la msingi hapa sio tu kwamba kufika katika kituo hiki basi unakumbushwa juu ya wapi ulikokuwa umetoka alafu historia inaishia hapo. Hapana. Lengo la historia ambayo inapatikana katika kituo hiki, moja, ni kutukumbusha ni wapi ambako tumetoka sisi kama Watanzania, mchango ambao tuliutoa Tanzania kipindi hicho kuelekea mataifa mengine ambayo yalitakiwa kupewa uhuru. Hilo ni la kwanza. Lakini tunatamani basi sasa tujue huo mchango na maana gani sasa hivi na huko tunako kwenda. Hiki ndicho ambacho ukija hapa kwenye kituo cha Ukombozi Afrika unapaswa kujifunza. Vijana wetu, watoto wetu walioko shuleni na raia wengine wanapaswa kujifunza hicho wakifika hapa, kwamba taifa hili pamoja na uchanga wake katika miaka 60, 70, 80 na 90 ilitoa mchango mkubwa sana kufanikisha uhuru wa mataifa yaliyopo kusini mwa Afrika. Hili likijulikana kwa watu walio wengi, maana yake tutakuwa tumetengeneza kizazi cha watu watakaojiona si wanyonge tena, watu majasiri, kwamba kumbe haka kanchi tunakokaona ni Tanzania kama kadogo, miaka 60, 70, 80, 90 ingeweza kufananishwa na mataifa makubwa kama Urusi ama Marekani, kwa sababu mataifa hayo ndio tunayoona kwamba ni makubwa duniani. Kwa nini? Kwa sababu yanatoa misaada mingi katika mataifa mbalimbali. Na sisi katika unyonge wetu wa kipindi hicho tulitoa misaada hiyo bila kujali udogo au uchanga tuliokuwa nao kidiplomasia na kijeshi ama kiuchumi. Kwa hiyo hilo watoto wetu na vijana wetu na watu wetu wakilifahamu, maana yake tutakuwa na taifa la watu majasiri wanaojiamini, ambao hawatatembea tena kwa unyonge popote watakapokuwa duniani. Kwa hiyo ni busara na ni muhimu tukakielekeza kizazi chetu kiweze kufika katika mazingira haya, kipate mafunzo haya, kiwe reflected na historia yetu huko nyuma, namna tulivyokuwa wakubwa na ni namna gani tunaweza kutumia historia hiyo kuendelea kuwa wakubwa siku za usoni. Ndoto yangu na imani yangu ni kwamba kupitia kituo hiki tunaweza tukafanya taifa letu
kuwa na watu ambao popote watakapokuwa ulimwenguni watatembea kifua mbele, wakiwa wanaamini wanatoka katika taifa kubwa lililowahi kutoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya kufanikisha ukombozi wa ndugu zao wengine. Kuna kitu kimoja nimekiona hapa. Unapozungumzia mambo haya ya kisiasa, kuna watu wanaweza wakadhani kwamba labda ilikuwa ni siasa kwa ajili ya viongozi watano kipindi hicho, au CCM ilivyokuja baadaye, na wapigania uhuru, vyama vingine vya wapigania uhuru. Lakini ukweli ni kwamba ukifika hapo utapata picha pana zaidi. Kuna viongozi wa jumuiya, kwa wale Wakatoliki wenzangu nadhani mtakuwa mnalifahamu hili. Viongozi wa jumuiya wakati fulani tumeona wakiwa pale Dodoma wametoa michango yao ya jumuiya na kuchangia wapigania uhuru, vyama vya mipira, kwaya mbalimbali, lakini pia hata bendi za mziki. Hapa utapata taarifa hizo zinazoonyesha namna gani haya makundi mbalimbali ya kijamii yalifanikisha katika harakati hizo za uhuru. Kwa yeyote yule aliyopo Tanzania, awe anatoka katika dini yoyote, dhehebu lolote, kundi lolote la kijamii, ajue kama sio yeye basi mzazi wake, baba yake, babu yake, mama yake, mjomba wake alishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kufanikisha harakati za ukombozi wa nchi hizi ambazo nimezitaja.